mzee wangu unaona uko kimya sana, hata simu zako sizioni zikiita. Shida ni nini? Si bibi yako hayupo siku hizi, hauji kwangu. Mzee wangu bana, shida sio bibi, shida ni wewe mzee wangu. Uniambia kijana wangu leo bana, uje tupige story 2-3 kama za mida fulani hivi, napiga story hapa nini. Ni hivyo tu. Mbona ni jambo la kawaida tu mzee wangu. Umenikuta leo unalipi jipya leo umenikuta. Sasa mzee wangu, mimi nisiwe mtu mwenye maneno mengi kama siku zote ninavyokuaga. Leo mimi naomba nioshe. Ila kuna jambo ambalo waga linanitatiza sana, nashindwa kuuliza watu wengi. Jambo yani unajua hadi naogopa kukwambia sababu ni jambo fulani kidogo, yani sijui jambo niweza ukificha uchi adhai bwana, toa sauti, ongea na mimi. Japokuwa wewe niye ndio wahenga wenyewe, acha nifunguke. Mzee wangu bwana, mimi nikaa na swali moja nataka nikuulize. Hivi nadhani unajua kwamba mimi hapa nimeoa Sasa mimi sijui kati mimi ndio nimesimamia ndoa. Puuzi wewe Sawa. Salamu lenyewe liko hivi. Hivi kati ya mwanamke na mwanaume wakishakutana, samani lakini mzee wangu kama nitakuwa nimekosea adabu, wakishakutana hivi kati ya hawa watu wawili, kati ya huyu mwanaume na huyu mwanamke, hivi yupi ambao kiwango chake, yani wakishakutana yupi ambaye anajisikia furaha zaidi kati ya watu wawili? Leo umeniweza. Hali wewe unafikiria nini kwanza kuniuliza hiyo swali? Mzee wangu bana, unajua japokuwa wewe mwenyewe ndio umeniambia nifunguke na mimi nikaamua nikufungukie. Kwa hiyo wewe unajua ni kama mwalimu wangu. Kwa hiyo mimi nikasema hebu hichi kitu ambacho kinaniumizaga kichwa sana, kila siku ninapokujaga hapa napigaga story na wewe, uoga nataka nikwambie na najikuta uoga na sita sana. Ila sasa leo kitu kimenisukuma hadi nimekuambia hivi. Hichi kitu nakwambia nimekiwaza kichwani sio zaidi mara 12 katika ubongo wangu, kinaniambia mwambie, naambia usimwambie, mwambie, kingi kinaniambia usimwambie. Sasa leo nimeamua kuja kukitapika mbele yako. Ama kweli kuwa mtu mzima kazi sana. Ndio hivyo, hiyo ndo nakwambia meaning of ukubwa jalala, kila uchafu unatupwa huko. I say. Kwa hiyo kijana, pointi yako ya muhimu ni nini? Kwamba yani kutaka kujua kati ya baba na mama au kati ya mwanaume na mwanamke anayehisi starehe zaidi ni nani? Yani pointi yako ni nini hasa? Yani hasa ni kitu gani umekusudia? Mimi lengo langu mzee, nahitaji kujua tu hivi kati kwa sababu unajua waga yani ili jambo limenitatiza sana kiukweli hadi nimekufuata wewe. Ni jambo ambalo waga ninalifikiria, linaniumiza kichwa, nikasema ili jambo hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kalijibu zaidi ya mzee wangu tu. Nimfuate huyo, unajua atanipa majibu sahihi. Sasa tufanye kitu kimoja. Unajua kuishi kwingi ni kuona mengi. Nakubali sana wahenga. Kujibu kwa sasa hapa tulipo siwezi.
lakini jambo la kufanya, naomba ndani ya siku tatu nitafute. Siku tatu tu? Ndani ya siku tatu nitafute, majibu utakuwa nayo. Hapa leo Jumapili, Jumatatu, kwa Jumanne. Sawa. Mimi Jumanne jioni nafika. Nitafute, nimekaa hapa. Mtu anakopa miezi mitatu hajarejesha marejesho kweli? Yaani hata hii kampuni kama inakuwa inasaidiwa na malaika itaendeleaje? Halo? Uko wapi? Hivi hawa wanaopeleka mizigo, kwa sababu kuna document hapa nazikagua, nakuta watu wanaodaiwa ni watu wengi sana. Hivi ndio utaratibu tulioweka kwenye kampuni? Yes. Sikiliza, yaani natoa siku 3. Mimi Jumatano jioni nenda, usiendelee kunichanganya zaidi. Yaani wewe nenda, lakini baada ya siku 3 njoo nitafute hapa. Sawa bana. Jibu itakuwa limeshapatikana. Sawa mzee wangu, acha mimi niende basi. Kwa heri. Nikutakie jioni njema. Lobe ni buruga kijana. Haya bwana. Wasalimia wauni wenzio huko. Unajua nilikuchagua kuwa naona kwamba wewe ni mfanyakazi. Yaani ni mfanyakazi hodari kabisa ambaye anaweza kazi yake, lakini nashangaa kabisa unavyofanya, sielewi. Kwani una shida gani? Basi hakikisha ndani ya siku 3 hii pesa imesharejeshwa. Basi fanya hivi. Yaani siku 3 niwe nimeshafikishiwa taarifa ambayo ni sahihi kabisa, ambayo inaeleweka. Sawa. Okay. Kwa hiyo chakula cha leo nikapike. Naona umelala tu umejipumzisha, hakuna chochote unachomelana kwa sababu sasa hivi mzako kwa kila kitu cha leo mume wangu kila kidogo hata itoshi, yani ndio hivyo tu. Sema unajua nini mtu wangu? Kwa hali nilionayo sasa hivi, sasa mke wangu, wewe mwenyewe unaelewa yenyewe bado ngumu hii. Mwaka ndo kwanza umeanza, ndaka anaweza kuacha shilingi 10,000, shilingi 15,000. Haya, hiyo hela inatoka vipi yani? Kwa hivyo lakini mume wangu anajitahidi kidogo. Ongeza hata kiasi tupate mboga nzuri tule. Sema haina shida bana. Kama unavyoona huu ni mwanzo wa mwaka. Siwezi kuacha hela kama kipindi kile kuacha shilingi 15,000 au shilingi 10,000. Kwa sasa hivi ni tuvumiliane. Bado mambo hayajakaa sawa. Ndio mwanangu, unajua ni maana nakwambia kila kitu ajali. Pambana na jitahidi. Mambo yataenda sawa. Ila leo bana nilitoka kwa shehe. Yule shehe ambaye alitufundisha ndoa.
Yupo bana, leo nilienda kumtembelea pale, kaniambia naye yule bibi mkake nini nimemkuta yupo pale sasa. Mkake nimemkuta yupo. Ila kifupi yuko vizuri, bado anaendelea vizuri tu, mambo yanaenda. Hadi raha wenyewe. Nakumbuka. Sema ni mchangamfu. Kipindi kile nilikuwa lele. Wewe umeenda pale akasemaje? Nimeenda pale bana, sema ndio hivyo, nimemkuta shehe mwenyewe. Mama ndo alikuwa ametoka pale, nimepiga naye story, akasema bwana sasa hivi amenisusa. Mke wako haji sasa hizi au kisa mama ameondoka hapa, yeye ndo maana haji kuniona hata mimi. Wewe naye, ile mambo mengi sasa, kazi nyingi. Nikasema nitamruhusu bwana atakuja, niye mwenyewe tu mambo yake anapokuwa amembana, lakini sio kwamba mimi ndo namkosesha nafasi. Lakini wazima kabisa. Yuko poa kabisa. Umesongea kipindi kile 15 mpaka leo. Muda sana. Na mamake naye ajabu kabisa. Wote wako salama kabisa, wazima sana. Nasema vipi? Yaani vijana wangu toka nimewafundisha ndoa mimi mwenyewe, lakini siwaoni, yani simuone mke wako akija kunitembelea. Shule Mungu nitaenda, sijapata tu muda. Bwana kwa zamani naendaga. Ikipata muda nitaenda. Sasa kama wewe unapokuwa anaongea vile afu inakuwa ileti picha nzuri kweli. Basi pana ukaandaa chakula basi. Hicho kilichopo kidogo tulizike nacho. Sasa ngoja nikaandae. Uendelea kupumzika. Acha nipumzike, kwa ndani kwako joto bana, unapaiza wewe tu yani. Napenda leo. Napenda kuzurura. Mume wangu. Yani nimepika chakula kalitoa hapa, nimeenda kuangaika, nimefika naja kumwangalia pale. Huyu mume wangu kaenda wapi tena? Yani kaniangaisha, nimeenda kupika chakula kishaiva na kuja hapa simuoni. Yani ndoa zingine hizi mtihani hizi, hii ndoa ishanishindwa. Yani sio kana kujulia wapi yule mwanaume. Mke wangu, mbona unalala sana? Mke wangu nalala sana, shida nini? Pole na kazi. Okay, asante. I say, mbona kinyonge afu unajikuta umejilaza hapa kweli? Kuna nini? Hamna, uchovu tu. Okay. Unajua mke wangu, napokukuta umelala hapa, yani nakuwa sijisikii vizuri yani. Nakuwa sijisikii vizuri. Napokukuta yani umejilaza hapa kinyonge, yani nakuwa najisikia vibaya sana. Labda nakuwa naenda na naweza kujifikiria labda unaumwa. Okay. Mimi nilipoenda mambo yangu nimekuta yameenda vizuri kama tulivyopanga yani. Halafu napoingia hapa mke wangu nasikia yani mume wangu pole na kazi. Yani nakuwa najisikia furaha sana.
wakati mwingine unanipa furaha. Yani unanipa pole, yani nakuwa ni mtu ambaye unajiona kama yani ni mtu tofauti kabisa na watu wengine. Kweli? Basi sawa, mimi acha nikabadilishe nguo. Haya. Kuna kitu sikielewi. Mbona kama sielewi? Nikisikia ananiita mimi mke wake. Hapa kuna nini? Lakini mbona hapa mimi nilikuwa ni mwanaume? Hivi kweli ndoto au niko serious? Hebu ngoja nijifinye. Lakini mbona naumia? Lakini mimi nilikuwa mwanaume. Hii itakuwa ni kweli. Sasa haitaki mtu yoyote ajue. Lakini nimebadilika manyonyo. Fete nimebadilika. Hii ni hatari. Siwezi kuamini. Hadi nguo nimevaa kijora. Kama ni utani lakini ni serious. Mbona hamna na nimebadilika? Lakini si nilikuwa na mke wangu nyumbani. Kimebadilika kila kitu. Mpaka kijora. Hebu acha nione kitakachoendelea. Acha nione nikajiangalie chooni kama nimebadilika. Ni watoto mambo. Mmenonea Jei? Hajamuona. Kwani Jei sisi ndo tunalala naye au sisi ndo tunakaa naye nyumba moja? Wewe vipi? Huko sisi mtakukusanya pale na mtu unakuja kutuletea mazungumzo. Ndio umechanganyikiwa nini?